Hapana, mimi sina mahusiano naye bwana. Mimi zaidi ya biashara tu, kama ni abili yangu basi nimemaliza. Hilo lingine sina. Yaani kama ni vizuri, kama unao ushahidi itakuwa ni vizuri. Zaidi huyu kama shahidi aone hapa, lakini mimi najua hakuna kitu kama hicho. Wewe tu kwa sababu unahisi mke wako mnapishana labda sasa hivi, afu kwa mimi ndo kama nipo karibu naye. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Kwa hiyo ulijaribu kumhoji siku yote? Hapana, sikumhoji bado. Kwa nini ukufanya hivyo? Sikufanya hivyo kwa sababu kwa sababu ushahidi wote ulikuwepo. Mbona wewe ushahidi ni umekamilika kabisa? Huo ushahidi umekamilika bro, lakini mimi bado kuna ushahidi mwingine nilikuwa na utafuta zaidi ya huo. Na kama Mungu tu kweli kuna ushahidi akaja akaniletea mwingine. Ilikuwaje? Maana baada ya pale nadhani umepita mwezi kama mmoja, mwezi wa pili sijamwambia kitu. Mke wangu akaniambia ni mjamzito. Mjamzito? Akaniambia ni mjamzito, ana mimba yangu. Lakini kabla ya kuniambia swala la ujauzito, hapo katikati pia kuna watu bado wamenifuata. Kuna watu bado wanaendelea kuniambia bwana, mke wako ana mahusiano na jamaa fulani hapa. Huyo jamaa ni nani kwani? Ndio huyu wamemuita Suma sijui Ismail? Ndio huyo. Sasa ndio historia yake nitakuja nikupe vizuri. Ni bodaboda moja yuko hapa mtaani. Mtaani kwenu? Kama bodaboda ndio. Ndio. Na kitu kilichoniumiza zaidi bro, unajua mimi siji nilikuwa mjinga. Niliamini kwamba mke wangu akiwa anafanya sana hizo movement za kupanda panda daladala siji kwenda Kariakoo wapi, atakuwa anakutana na vishawishi vingi vya watu kumtongoza. Kwa nikaamua nimtafutie bodaboda. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe bro. Ukamtafutia bodaboda? Ambaye mwisho wa siku ndo wamekuja kunifanyia yale walionifanyia. So imekuja issue ya mimba. Mimba ya muda gani kwa sasa? Sasa hivi ni almost kama ananiambia na mimba yake sasa hivi inaelekea mwezi wa sasa hivi imekuwa kubwa, ni kama mwezi wa 4 sasa hivi inaelekea. Mwezi wa 4. Imeshakuwa. Ila wakati ananiambia bado ilikuwa ni mimba ambayo haijaonekana kwa moja kwa moja. Ndio. So alivyoniambia pale, na kwa sababu mimi kuna kitu tayari nimeshakihisi pia naambiwa na nimeshaona baadhi ya SMS. Kitu gani ambacho uliambiwa? Ndio kama hivyo, niliambiwa mke wako bwana, kuna mtu hapa mtaani ana mahusiano naye bodaboda fulani. Kwa sasa nikawa confused bro. Kiukweli nilikuwa na stress sana kiasi kwamba hata biashara zangu zikawa sasa haziendi vizuri. Kwa sababu unajua bro, mwanamke akikwambia na mimba mwanamke wako afu tayari umeshajua kama ana mahusiano na mtu mwingine. Ni ngumu sana kupokea ile taarifa moja kwa moja kuikubali na kuamini kwamba ile mimba ni yako. Kwa hiyo unahisi sio yako labda? Unahisi umepigwa? Sio kwamba nahisi nimepigwa bro. Pole brother, pole. Nashukuru. Kuna hizi hapa nitakupa usome bro, sijapigwa. Sawa. Tupatie tu tusome brother, ili mradi tuwe tunaelewa kila kitu vizuri, na ndo mambo wapendayo watu wangu pale. Lakini pia hiyo pia ndo inanipa mimi nguvu ya kujua kwamba kitu gani tufanye, na naamini Mungu atatusaidia. Hizi hapa pia ni chati bro. Hizi yeye na nani? Hizi ni nyingi sana. Sasa bro, hiyo ni mara ya pili sasa. Kuna siku tena nipo ndani na mke wangu. Kama kawaida kuna simu iliita. Nikaona ametoka nje. Ametoka nje alikaa sana bro. Mimi sikutaka kumfuatilia wala nini. Amekaa sana, amekaa muda mrefu sana. Hii siku ya pili anatoka, tayari tulikuwa tumeshakula. Tulikuwa tumejilaza kitandani, lakini simu ilipoita akaniambia sorry, naomba kidogo nikaongea hapa, kuna simu mambo ya familia kidogo. Mimi nilijifanya mjinga bro, kwa sababu ile simu wakati naita niliiona. Ilikuwa ni simu ambayo ilikuwa ina namba ilikuwa haikuwa imeseviwa. Ilikuwa haijaseviwa. Ilikuwa haijaseviwa. Lakini kwa vile aliniambia ni mama yake, nikaamua kuna mawazo yakanijia, pengine anaweza kama mama yake kweli hajapiga kutumia simu yake. Kama tunavyojua mambo ya kijijini. Ndio. Wengine ameazima simu sehemu ampigie mtoto wake aongee. Ameenda nje
Ameongea sana na simu bro. Sana, amekaa sana nje kaka. Amekaa sana nje. Baadaye akawa amerudi ndani. Akawa amejilaza kitandani pale kama kawaida. Hakuwahi kusinzia siku hiyo. Alikaa sana macho. Amekaa sana macho kiasi kwamba mimi nikasinzia kabla yake. Baadaye nimekuja kushtuka tayari enda amesinzia ule muda ambao mimi nimeshtuka. Amelala, yuko fofofo pale. Na ile hali yake ya mimba pia kidogo. Kwa alikuwa na usingizi mzito. Bro. Kwa mara nyingine kama kuna roho tena ikaniambia nichukue ile simu yake niangalie. Na mchezo ulikuwa kama ule ule mwanzoni. Inaonekana ile simu imeongeleka kwa muda mfupi. Maelekezo mengi alikuwa anakuja kwa njia ya chatting. Walikuwa na chat bro. Na bro, sijui ni kwa nini, nahisi ni kutokana na mimi kusali bro. Can you imagine mtu ana chat vitu kama vile afu anajikuta anaacha SMS. Ina maana ni Mungu pengine anataka kunionyesha kitu. So hiyo siku ndo nimekuta SMS zimeniumiza sana bro. Nadhani utazisoma hapo utaelewa. Sitaki hata kuelezea sana. Ni SMS ambazo alikuwa na chat na huyo bodaboda ambaye anaitwa Suma. Na ni SMS ambazo mimi ziliniumiza sana kwa sababu ukisoma bro ni aina ya SMS ambazo zinaconfirm kabisa kwamba hata wewe ujauzito sio wangu. Pole brother, pole. Shukuru sana kaka. Pole brother. Tishu hizi hapa zipo. Asante sana. Bwana mtazamaji, nasoma chatting za mke wake na brother hapa na mchepuko wake ambaye anaitwa Suma, si ndio? Anaitwa Suma. Kwa maana yake ulifanya kama mara ya kwanza ukazi screenshot? Nilifanya kama mara ya kwanza bro, nili screenshot. Kesho yake nilipokuwa kazini baada ya majukumu kadhaa nikaenda nikazi print, nikahifadhi. Kwa maana yake kwenye simu yako upendagi zibaki, unaogopa anaweza kaziona. Yeah. Nitaka tu nifanye hivyo ili nikae nazo mimi. Sawa. Hayo makopa mzee. Hayaonekani rangi yake, nadhani kwa sababu ni yameprintiwa yanaonekana meusi, lakini yalituma makopa. Huku yakatuma makopa. Huku yakapigwa makopa tena, huku makopa. Unaona la? Hapana, nilikumisi. Unajisikiaje ukikaa kutwa nzima unitafuti Suma? Najisikia vibaya mpenzi wangu. Sasa nitafanyaje? Na ndo lazima niingie barabarani. Nakumisi sana. Na moyo wangu unakiri unakupenda sana. Nakupenda pia mpenzi. Naomba nikaoge, nikimaliza nitakucheki. Sawa, usichelewe sana na wewe. Akirudi huyu jamaa nitakosa nafasi ya kujibu meseji zako na nimekumisi. Sawa mke wangu, usijali. Nipe dakika 5 tu, chap. Sawa. Kaonekana baada ya muda imepita. Ilikuwa ni majira ya saa 1 jioni. Yaani Suma manake anaacha kuendesha bodaboda saa 1 wakati kuna wenzake wanakesha. Huyu jamaa yuko serious. Mama mtu, niambie sasa. Nikupigie? Usinipigie, nipo na watu na kuna kelele. Sawa. Suma, nikuulize kitu? Niulize, usijali mama mtu. Unanipenda? Yakatuma makopa. Nakupenda sana. Na katika maisha yangu sijawahi kuona mwanamke mzuri kama wewe. Akacheka dada. Kweli au ndo unanitania? Kweli. Kwanza nilikuambia napenda sana ukiwa unaweka bleach. Mke wako ana bleach kichwani? Ni kweli. Ni kweli anaweka bleach. Ukiwa unaweka bleach inakufanya unaonekana mdada wa kisasa. Na ulivyo mweupe ndo unanichanganya zaidi. Akacheka. Ni vitu ambavyo nilikuwa naona kama dash, lakini kupitia wewe nimeona ni vitu vya kawaida na vitu ambavyo vinaongeza uzuri. Bleach inaongeza uzuri.
Sawa, akacheka, akatuma makopakopa na alama za ngedele ameficha uso. Mamtu, niulize, usijali babangu, na wewe unanipenda? Hilo swali sitakiwi kujibu kwa mdomo, kwa maana jinsi ninavyokupenda wewe mwenyewe unajua, jinsi ninavyojitoa na kuhatarisha ndoa yangu unajua. Sawa mke wangu, sina wasiwasi na hilo. Kesho unakwenda? Ndiyo, kesho natakiwa niwahi asubuhi mapema, kwa sababu nikimkosa yule itanibidi niende Mwananyamala ambako mimi naona mbali. Sawa, nitajitahidi niwahi ili nikupeleke hapa Mabibo. Sawa. Mume wangu bapo sasa, ni baada ya muda nadhani. Mume wangu amenipigia simu anarudi. Basi naomba tuongee baadaye. Sawa mke wangu. Mimi naenda tip top. Kumbe Suma alirudi tu kuoga kidogo, anaenda tip top. Kumbe kazi inaendelea. Mimi naenda tip top, kuna mteja wangu natakiwa nimpeleke Bagamoyo. Sawa mume wangu, nikutakie safari njema. Hiyo kapita. Lahazizi wa ubani wangu, nyongo mkaliaini, wakili wa moyo wangu, kiboko ya maisha yangu, mwanamke wangu kipenzi, habiti, nyonga mkaliaini, happy birthday to you. Leo ni siku yako muhimu sana. Nakupenda sana. Siwezi kukuacha kwenye maisha yangu yote. Hata itokee vipi, kukuacha mimi sitoweza. Naomba Mwenyezi Mungu akujalie siku hii muhimu kwako, siku ambayo unaongeza umri wako. Bila shaka ilikuwa ni birthday wishing kwa mpenzi wake. Dada akasema, katuma emoji za kulia kwamba amini ile, oh my god I'm excited. Akatuma emoji fulani za kulia kuonesha kwamba amini fulani hivi, yani penzi fulani vile kikolea kiindi fulani hivi. Katuma emoji, asante sana baba yangu, nakupenda sana, una maana kubwa sana kwenye maisha yangu. Siku zote za maisha yangu nitakumbuka uwepo wako na nitakujali pasipo kuzingatia neno la mtu yoyote zaidi yako baba yangu. Hata kuongeza mwaka huu mwingine ni kwa sababu nina furaha katika maisha yangu kwa uwepo wako. Brother, mimi na labda tupitie na huku tu kidogo, ila nadhani hapa ilikuwa inatosha. Ili jambo ili liwe jepesi tunalimaliza ili blaza. Amka baby, nimekumisi. Leo unakuja? Nitakuja baadaye nikiwa naelekea Magomeni. Maana hapa kutoka bila sababu ngumu. Kwa sababu gani? Leo ni Alhamisi, siku ambayo mume wangu haendi kazini, hivyo yupo. Kumbe yupo? Ndiyo. Basi utanishtua. Ikaonesha ni majira ya 15, 16 ni saa 10. Nimeshatoka, nipo Kigogo. Njoo unichukulie Kigogo. Kwani unaogopa nini? Naogopa macho ya watu wa Mbeya. Sawa. Nipo Ibungu. Natoka hapa na kufuata Kigogo. Sawa. Leo tunaenda wapi? Mimi napakubali tip top. Pale ni sehemu yangu ya kujidai. Hakuna mtu ataleta fyoko. Sawa mme wangu, nakusubiri. Hii pia nadhani brother, hii pia nadhani inatosha. Maelezo mengine labda tupitie na huko kidogo. Mamtu, mbona unitumie hela wewe mwanamke? Umekuwa ni mtu wa ahadi za uongo kila siku. Nimekuambia kile kiatu kinauzwa 45,000 na kinaitwa Air Force. Kama uniamini, nenda wewe mwenyewe kanunue dukani, ila hakikisha unauziwa kiatu original. Usiniletee feki. Uliniahidi utaniletea Jumatatu, lakini umekuwa mtu wa ahadi utimizi.
Jamani Side, nilikwambia mpaka nipatiwe pesa. Kwa sasa hivi sina pesa zaidi ya pesa ya matumizi hapa nyumbani. Nikikununulia kiatu pesa hiyo, na hapa nyumbani pasipopikwa, unadhani mume wangu atanichukuliaje? Si itaniharibia? Mimi sitaki kuelewa kuhusiana na mume wako. Kama kweli unanipenda na unasema unafanya kila kitu kwa ajili yangu, kwa nini umzingatie sana mume wako? Hakikisha nakipata hicho kiatu, kwa sababu tunaenda Mbande kwenye mechi siku hiyo, lazima ni wake. Sawa, nitapambania hilo mpaka kesho uwe umekipata hicho kiatu. Kinauzwa wapi? Wewe nitumie mimi hiyo hela, kuna mtu namwagizaga. Usilete mambo ya kutokuaminiana, niwekee hiyo hela. Namba yangu unayo na jina unalijua. Sawa, nina pesa ya mchezo ambayo mume wangu alinipatia nikawasilishe. Ngoja nikupe tu niondoe. Dada amependa. Kwa maana yake brother, ni ulikuwa baadhi ya pesa ukimpa mke wako anapewa huyu jamaa? Kama unavyoona hivyo bro. Nimehifadhi hizi huku nazo tena, naamini baadaye zitatusaidia. Baada hapo ikawaje brother? Sasa umeshaona haya yote, ulimtafuta huyu jamaa? Baada ya hapo mimi jamaa sijamtafuta bro. Jamaa sijamtafuta, na nadhani niliamua kwanza nije kwako. Niliamua kwanza nije kwako hapa nione unanisaidiaje. Maana hili ninalopitia ni kubwa sana. Lakini hapa sijapitia sehemu za kuhusu ujauzito. Labda wewe kwa ambavyo ulipitia, walikuwa wanasemaje kwenye hizo chatting zao? Bro, chatting za ujauzito ni kwamba sijui hata nisemeje kaka. Kwa maana yake chati tu ndio kitu pekee ambacho umekikamata baina yao? Ni chati, lakini pia kuna, yani ukiachilia chati kuna kuambiwa na watu, ndio kuna kuona mtu alivyobadilika, ndio. Lakini kikubwa issue ya mimba bro. Issue ya mimba, kuna siku nilimsikia mke wangu anaongea. Na kauli aliongea kwamba kama unavyojua, alikuwa anaongea naye nadhani kwenye simu. Bro, utaamini mimi ni mtu gani ambaye naweza nikakaa na mambo. Nimemsikia masikio yangu anaongea. Ananiambia hii mimba mimi nitaendelea kuzuga tu. Wewe ngoja huyu akusaidie kulea. Wewe ngoja huyu akusaidie kuendelea kulea hii mimba. Zipo huko kwenye hii? Hiyo nani? Kuna chati fulani kwa nyuma ambapo nadhani printer sijui ilikuwaje, ziko kwa nyuma hapo mwishoni. Nadhani hujaziangalia vizuri. Funua kwa huko. Soma upande huko kwa chini. Yeah. Hauko umesoma vizuri bro. Sawa. Mimi nilisoma tu huku na huku nikaacha. Hujasoma huko. Kila kitu kiko hapo. Kuna kitu nataka nikuambie kama upo hapa. Kuna kitu nataka nikuambie kama upo barabarani, simama sehemu. Kitu gani? Nipo na mteja alafu namuaisha. Simama nikuambie Suma, mbona unakuwa mbishi? Sawa, ngoja nifike, nampeleka Karume. Nikirudi nitatulia, halafu niambie hicho kitu. Hakikisha unaongea kitu cha msingi na sio upuuzi. Sio upuuzi Side. Ni kitu cha msingi sana. Sawa. Ikaonesha hii ni saa 3:21, ni saa 3 bila shaka kwa masaa ya saa 24. Niambie nimetulia. Sijapata period yangu. Hivyo nilimshirikisha rafiki yangu. Tukapima na inaonekana bila shaka nina ujauzito. Inaonekana bila shaka nina ujauzito. Kwa hiyo unataka kusemaje? Huyu jamaa very rude yani. Very rude yani. Anashindwa hata kuwa romantic. Nataka kusemaje vipi? Wewe nisikilize. Sawa. Nina uhakika wa asilimia zote kuwa ujauzito ni wa kwako. Na sio wa mtu mwingine yoyote. Na ndo maana nimeona nikujulishe, kwa sababu nisingeweza kushika mimba ya mwanaume ambaye simpendi.
hapa tishu na mimi natakiwa itumike sasa hapa. Sasa kama umpendi, ina maana hiyo mimba utamwambia ya kwangu? Mbona utakuwa umeharibu hizo zesheni? Zesheni kivipi? Wakati nakupa taarifa ujue kwamba wewe ni baba mtarajiwa. Kwangu mimi zesheni, tena zesheni sana, kwa sababu kuna mitikasi yangu ambayo wewe uelewi mamtu. Ishu kama hizo nadhani tungeshirikishana kwanza kabla ya tukio. Sikia, usiwe na wasiwasi wowote, kwa kuwa mimi nipo kwenye ndoa naye, bila shaka yeye atalea akijua ni mimba yake, lakini siku zote damu haimpotei mwenye nayo. Mtoto akikua si atakuja kwako? Labda useme hivyo, lakini hakikisha asijue mtu yoyote, hata Feba usimwambie, maana ishu nzito. Ngojea nikitulia sehemu nzuri nitakutafuta tena. Usimwambie mtu yoyote, na kupenda sana mume wangu, I love you, na makopa kopa. Hii ya leo ngumu hii. Ya leo hadi mimi mwenyewe tishu imehusika. Kwa brother, mbona hapo mimi naona unasema unatafuta ushahidi, ila ushahidi tayari upo 100%, au unakuja kunivika ubaya ili watu wanishambulie mimi? Hapana bro. Kwamba nafuatilia maisha ya watu. Hapana bro. Hata ushahidi kweli kama unavyosema ushahidi upo, lakini nimeona hapa ndo sehemu pekee ya kuja. Kwa hiyo hujamwambia chochote, wala huyu jamaa hujamuuliza wala kumtafuta? Sijamwambia chochote, sijamtafuta, japokuwa namba yake ya simu tayari ninayo. Nyumbani kwao uliwapa taarifa huyu binti kwamba kuna lolote? Hapana, sijatoa taarifa hiyo. Kwa nini ulikufa nalo? Nimeamua kwanza nikae nalo, nimeona nilipitishe kwanza hapa. Afu mwisho siku hapo ndo nijue nini kinaendelea. Kama itatakiwa niwape taarifa nyumbani kwao wafahamu. Kwa hiyo katika kufuatilia mawasiliano yao ndo ulikutana na message? Yeah. Na nilipokutana na message, kitu kingine niliamua nichukue namba ya huyo Suma mwenyewe. Kwa hiyo namba. Kwa hiyo kipindi chote hadi unamkabidhi kwa jamaa unasema ulimtafutia bodaboda, ukuwa na namba yake huyo jamaa? Hapana, kwa sababu namba yake nilikuwa na access ya kuipata, sikuona kama na uhitaji wa muda ule kwa haraka haraka sana, kwa sababu ningetaka kuipata ningeipata tu. Kigezo gani ulitumia kumkabidhisha shemeji kwa huyo jamaa ndo awe bodaboda yake? Kigezo ambacho nilitumia, ulimchunguza huyo jamaa na kumfuatilia tabia zake? Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Daudi. Ni rafiki yangu sana pia, ambaye inavyoonekana kwenye kukua kwake amekaa na huyu kijana. Ni bro kidogo, nahisi huyu kijana bodaboda ambaye amefanya matukio, nahisi amekuwa naye kijana akiwa kama mdogo yule, I mean yeye alikuwa mkubwa kidogo kwa huyu Suma. Kwa nadhani alimwangalia toka anakuwa anavyoishi, toka alianza kufanya shughuli yake ya bodaboda. Na pengine aliamini ni kijana mzuri, kijana sahihi. Sasa brother, ulimwacha Janet ukaambiwa yeye ni mwanamke wa mjini, ana mambo mengi, ukaenda kwa kijijini, bado kitu kizito kimekufika kichwani. Sasa hata Janet leo hii mfano anaona hii video, nadhani anakufikiriaje au anakuonea huruma kiasi gani? Kwa mtu sijui aiangalie sehemu kwamba eti labda ndo sehemu fulani ndo kijijini ametulia, hapo upendo tu wa mtu. Sahihi bro. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment, ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.